Moja ya hitaji kuu ambalo kijana anayetaka kuwa mkuu ni kuwa na kuhani mwenye uwezo ufuatao: kufundisha, kuonya, kukaripia, kukemea. Hatima nyingi zimefia njiani kwa kukosa sauti ikemeayo, ionyayo na ikaripiayo. Watu wengi ambao leo wanaitwa machokora, baadhi yao sio tu kwamba wazazi waliwaacha mtaani, walikosa tu sauti inayokemea, inayokaripia na inayoonya. Vijana wengi leo ambao wanauza miili yao, wale wanaoitwa makahaba, hawajawa makahaba kwa sababu ya shetani, hawajawa makahaba kwa sababu ya wao kutaka. Wengi wamekuwa makahaba kwa sababu ya kukosa sauti juu yao ionyayo, ikaripiayo na kukemea. Wengi walioishia vibaya si kwamba walikuwa wazembe. Wengi walioishia vibaya si kwamba shetani ana nguvu. Wengi walioishia vibaya walikosa sauti ikemeayo, ionyayo na ikaripiayo. Wengi wamezaliwa na ukuu lakini wamemaliza na udogo kwa sababu walikosa sauti ifundishayo, ionyayo, ikaripiayo na kukemea. Ujana ni majira sensitive kwenye maisha ya binadamu. Ujana ni uti wa mgongo wa maisha ya binadamu. Watu wenye maumivu na majuto uzeeni watakwambia muujiza ambao tungetamani utokee ni sisi kurudishiwa ujana. Ujana ukiwezwa, maisha yote yamewezwa, kwa sababu ujana ni uti wa mgongo wa maisha ya binadamu, from birth to death. Toka kuzaliwa hadi kifo cha binadamu, ujana pekee ndio uti wa mgongo. Binadamu akivunjika uti wa mgongo, hawezi akafanya chochote tena na ufahamu unaweza ukaathirika. Stage ya ujana ni sensitive mno kwenye maisha ya binadamu. Stage ya ujana ndiyo majira yanayoamulia mtu uzee. Stage ya ujana ndiyo msimu unaoamua mavuno ya uzeeni. Kila anayejuta uzeeni alichezea majira ya ujana. Ujana ni majira yasiyo na rivers. Ujana ni fursa ya kuamua umalizeje wewe na watoto wako. Ujana ni mahali pa kumbinafsisha Mungu na vitu vya Mungu. Malezi ya wazazi yanaweza yakafeli, lakini malezi ya kiroho daima hayajawahi kufeli. Husisha nguvu zako za ujana na kumtumikia Mungu kama utaki machozi uzeeni kesho. Kijana yeyote akimpata kuhani wa kweli, afundishaye, aonyaye, akaripiaye na kukemea, ni lazima atafikia hatima iliyotukuka.